Sheikh Muhammad, Naam. kwa nini nyinyi mashia mnampenda Ali radhiallahu an zaidi ya mtume? Sisi mashia tunampenda ati Imam Ali zaidi ya bwana mtume? Hakuna kitu kama hiyo. Yaani tumpende bwana mtume less than Imam Ali, hiyo sio katika imani yetu sisi mashia. Vyovyote ambaye mimi nasema sio masuni, sio mashia, hakuna mtu anaamini kwamba kuna mtu bora zaidi ya bwana mtume ameumbwa katika hii ulimwengu ambaye tuko sasa hivi. Yaani toka zama za Nabii Adam mpaka saizi hakuna mtu ambaye ni mbora zaidi ya nani? Ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo ni siku ya kuzaliwa kwa Imam Ali alayhi salam. Nataka ndio niwapatie sifa za Imam Ali alayhi salam, mumjue Imam Ali ni nani. Imam Ali yeye amezaliwa ndani ya Kaaba. Imam Ali yeye ndio aliweza kupigana na Mayahudi kwa vita mbili ambazo zinajulikana kwamba vita kubwa ambazo zilifanyika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ali yeye ndio ambaye bwana mtume anasema katika vita kadhaa alikuwa akisema kwamba kesho atapigana mtu ambaye yuhibbuhu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasul, yani yeye anapenda mtume na Mwenyezi Mungu na mtume na Mwenyezi Mungu pia wanampenda. Yani ni mtu ambaye utukufu wake umetokana na Mwenyezi Mungu na bwana mtume. Sasa amezaliwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ambaye amezaliwa katika masahaba wote, amezaliwa katika nyumba ya bwana mtume. Kuna mtu ambaye katika katika vita bwana mtume anamsifu katika sifa hiyo. Katika vita nyingine anasema anta minni bimanzilati Haruna min Musa, kwamba wewe Imam Ali, wewe cheo chako ni kama cheo changu na nani? Na Harun. Yani vipi? Baada ya Nabii Musa, Harun ndiye alikuwa atachukua khilafa na uongozi baada ya nani? Nabii Musa. Lakini mtume anasema illa annahu la nabiyya ba'di, wewe ndio utachukua uongozi baada yangu, lakini sio kama mtume. Yani yeye hatakuwa ni mtume, ndio yeye ndiye anachukua uongozi lakini sio mtume. Ingine tena tunaona kwamba katika Qur'ani anatajwa kwa aya tofauti. Anatajwa katika aya ya kusaidia mayatim katika suratu Al-Insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wanatoa nini kwa ajili ya kumpenda Mwenyezi Mungu? Wanatoa nini? Wanatoa mali yao kwa maskini, kwa asiri na fakiri. Watu watatu wanasaidiwa na wametajwa ndani ya Qur'ani. Tunaona pia katika Qur'ani Imam Ali anatajwa kwamba yeye ndio mumtii yule ambaye anatoa zaka akiwa katika swala, katika rukuu. Hizo ni sifa za Imam. Lakini hayo yote sifa ambazo akonazo Imam Ali anarudi anasema ana abdun min abidi Muhammad. Imam Ali, imamu wa mashia, anasema kwamba mimi ni mmoja wa wajakazi ama mmoja wa watumwa wa nani? Wa mtume Muhammad. Anaulizwa, je, wewe ni bora ama mtume fulani? Anasema mimi. Wewe ni bora ama mtume? Anasema. Ikifika anaulizwa, je, wewe ndio bora ama bwana mtume? Anasema ana abdun min abidi Muhammad, mimi ni mmoja katika watumwa wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama Imam Ali, imamu wa mashia, mwenyewe anasema kwamba yeye ni mmoja katika watumwa na wajakazi wa nani? Wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi mashia tutasemaje kwamba yeye ni mbora? Hiyo hakuna imani kama hiyo, na hakuna mshia kama huyo ambaye anaweza kuwa naamini kitu kama hicho katika ulimwengu wote. Hakuna, haijawahi tokezea na haitawahi tokezea, kwa sababu utukufu wake wote, yani
sifa zake zote zenye tunasema tunamsifia Imam Ali ni kwamba tunamsifia kwa sababu ni mtume amempatia hizo sifa. Yani kama mtume hangekuwepo, Imam Ali hizo sifa hata hangezipata. Yani saizi tunasema kwamba amezaliwa kwa Kaaba, amepata hizo nguvu zote ambazo alikuwa akionyesha katika vita ambazo alikuweko nazo, ametajwa kwamba yeye ni Madinatul Ilm, kijiji cha elimu, amepatiwa kwamba yeye ndio wa kwanza kusilimu. Sasa hizo zote kama bwana mtume hangekuwa, hiyo kusilimu kupata imani na hizo zote hazingekuwepo. Sasa Imam Ali ni mtu mtukufu, lakini utukufu wake wote unatokana na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama vile tunavyosema utukufu wa bwana mtume unatokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna siku, hakuna mshia atawahi kusema kwamba Imam Ali ni mbora kuliko bwana mtume. Hakuna siku, hakuna mshia atawahi kusema kitu kama hicho. Sasa ndio tumesema kwamba haiwezekani kwamba Imam Ali akuwe ndio bora. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu vitu zote na sifa zote amepata kutoka kwa bwana mtume. Tunaona katika sifa ambazo anapatiwa, Imam Ali anasifiwa na bwana mtume, Aliyun ma'al haq wal haqu ma'a Ali. Ali akona haki na haki iko na Imam Ali. Kwa hivyo sisi kwa nini tunamfuata Imam Ali? Kwa sababu ni mtume. Kama mtume angekuja aseme kwamba badala ya Ali mumfuate mtu mwingine, sisi tungesema sawa, hatuna kazi. Sisi amri ya bwana mtume ndio tunaangalia kwamba amesema ni Imam Ali, kwa hivyo tunamfuata. Bwana mtume anasema ana wa aliyun abawa hadhihi al-umma, mimi na Imam Ali ni mababa wa hii umma. Yani baba ambaye ndio anaweza kutupatia maelekezo. Sasa kama bwana mtume ameondoka, tuko na baba mwingine ambaye ndio nani? Ndio Imam Ali. Ndio tunamfuata, tunamsikiliza, ndio tunasema kwamba huyu ndio bora viumbe baada ya bwana mtume. Yani sio kuliko bwana mtume, baada ya bwana mtume. Tunaona kwamba riwaya nyingine, sifa nyingine bwana mtume anampatia nani? Anampatia Imam Ali. Anasema nini? Aliyun minni wa ana min Ali. Ali ametokana na mimi na mimi nimetokana na Ali. Yani anataka kuonesha kwamba Imam Ali ni yeye na utukufu wake na ukaribu wake, kwanza ni familia moja, ni damu moja, ni kizazi kimoja, ni ukoo moja, na wametokana na masayid, masharifu na kadhalika. Sasa hizo zote zimetokana na nani? Na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama bwana mtume angesema hizo vitu, sisi tungeangalia bwana mtume anasifu nani? Leteni ule ambaye bwana mtume amemsifu hizi sifa zote, sisi tutasema haya, kuanzia leo ni huyu, kwa sababu bwana mtume ndiye amesema. Kwa hivyo sifa zote za Imam Ali ni kwa sababu ya bwana mtume. Kwa hivyo bwana mtume ni mbora kwa viumbe vyote kuliko pia Imam Ali. Ni mbora wa viumbe vyote kuliko Imam Ali alayhi salam. Kitu kingine cha mwisho, yule ambaye anataka kukuja kusema kwamba mashia wanampenda Imam Ali zaidi ya bwana mtume ni mtu ambaye anataka kugonganisha baina ya Waislamu. Waislamu washaamini kitabu chao ni Qur'ani, Mungu wao ni Allah, mtume wao ni Muhammad. Vitu vile asli zishaeleweka. Swala tunaswali swala 5 kwa siku. Saumu tunafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunajua haram, nguruwe hatuli, kudanganya tutakani kudanganya. Muislamu, mashia kwa madhehebu zote, masuni kwa madhehebu zote. Sasa anajaribu kutafuta namna ya kugonganisha madhehebu za Kiislamu ili kusema nguvu zetu ni kwamba tukiwa kwa pamoja. Qur'ani inasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mfanye nini? Ungamane. Kwa nini? Kwa kamba ya Mwenyezi Mungu. Yani asili yetu sote tunaangalia ni Mwenyezi Mungu. Bihablillahi jami'an. Habl ni kamba ya Mwenyezi Mungu. Kuwe na umoja kwa habli ya Mwenyezi Mungu. Mambo mengine msiangalie. Hablillahi jami'an wala tafarraqu. Kwamba Mwenyezi Mungu wenu mnajua ni nani? Ni Allah. Wewe msunni, wewe mshia, madhehebu fulani ya kisunni, ni Shafi'i, ni Hanbali, ni Hanafi, nini wote
tunajua ni Mwenyezi Mungu. Alafu tunajua sote kwamba nani ametutumia hiyo Qur'ani ambayo tunaisoma? Ni Bwana Mtume. Mshia kwa madhehebu zote, Jaafaria, Ithna Asharia, Zaidia, Ismailia, nini, wote tunaamini Bwana Mtume na Mwenyezi Mungu. Wala tafarraku, musitengane. Sasa hiyo ndio asli. Ukiona kwamba asli Mwenyezi Mungu wanakubaliana, tunakubaliana Qur'ani ambayo ndio aya inatusomea, tumekubaliana Bwana Mtume, asli tushaipata. Hizo zingine ni majina, huyu ni Mkenya, huyu ni Mtanzania, huyu ni Mswahili, huyu ni Mwarabu, huyu ni Masai, huyu ni Mkikuyu, huyu ni nini, hizo hatuna. Hizo ni majina ambayo Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia, hizo ni kwa sababu ya nini? Litaarafu, tuliomba nini tofauti tofauti ili ni mjuane. Sasa kiumbe bora wetu ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata kama leo ni mazazi ya Imam Ali, lakini bado huyu ambaye tunampenda, ambaye ndio Imam Ali na ndio leo mazazi ya siku yake ya kuzaliwa, bado yote ni kwa sababu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.